Habari ya saizi, jina langu naitwa Peter Dismas, mwenyekiti wa jumuiya ya vijana kata ya Manzese. Leo nimeona ni vyema sana kuja kuelezea kile ambacho kimeongelewa na makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tanzania Bara, John Heche. Jana John Heche aliongea kwa kupotosha umma. Kwanza aliongea kuhusiana na swala zima la kupanda kwa mafuta na amejaribu kuwaambia Watanzania kwamba mafuta kupanda kana kwamba ni kosa la serikali. Sasa kwanza hebu tuangalie chanzo cha kupanda kwa mafuta ni nini. Tunafahamu tarehe 28 mwezi wa pili kumekuwa na vita kati ya nchi ya Iran na Israeli na Marekani. Lile vuguvugu ndio limepelekea mpaka hali ya changamoto ya mafuta imetokea dunia nzima kwa sababu zifuatazo. Vita ile imeenda kuharibu au kuathiri miundombinu ya mafuta katika nchi takribani 8 ambazo ndio wazalishaji wa mafuta duniani. Tunafahamu Iran mwenyewe anazalisha mafuta na gesi, yupo Saudi Arabia, yupo Qatar, yupo Kuwait, yupo Jordan pamoja na United Arab Emirates, jumuiya za Umoja wa Falme za Kiarabu. Hizo nchi zote zimeathirika kwa sababu ya vita ile ya Marekani, Israeli pamoja na Iran, kwa sababu mabomu kutoka katika nchi hizo zimeenda kuharibu miundombinu ya mafuta. Kuna baadhi ya mabomu ambayo yameenda kuharibu visima vya kuhifadhia mafuta, mabomu yameenda kuharibu mashamba ya mafuta, na mabomu yameenda kuharibu baadhi ya viwanda vinavyozalisha mafuta. Sasa haya yote yametokea Mashariki ya Kati, na tunafahamu Mashariki ya Kati ndiyo inasambaza nishati ya mafuta na gesi duniani kwa 20%. Sasa leo hii anapotokea mtu anasema kupanda kwa mafuta ni chanzo cha serikali, huu ni upotoshwaji mkubwa na tunaupasa kukemea kama vijana. Kwa hiyo ni washauri wa Tanzania na vijana wenzangu, tuepuke hizi propaganda zinazoletwa na wanasiasa katika masuala ya maisha ya Tanzania. Lakini kama mtakuwa mna kumbukumbu wa Tanzania wenzangu kwamba pale Mashariki ya Kati kunao mlango unaitwa Strait of Hormuz. Ule mlango ndio mlango ambao unasafirisha mafuta katika sehemu mbalimbali za dunia. Sasa ule mlango umedhibitiwa na nchi ya Iran. Maana yake hata ile rate ya meli za mafuta kuingia na kutoka imepungua. Lakini ziko sababu za msingi zilizopelekea mpaka mafuta yamepanda katika ulimwengu au duniani kwa ujumla. Sababu ya kwanza ni ongezeko la kodi kwa wanaokodisha meli. Ninavyosema ongezeko la kodi kwa wanaokodisha meli, maana yake ni nini? Wauzaji wa mafuta hawamiliki meli. Baadhi ya makampuni ya mafuta wanaokodisha meli kwa wamiliki wa meli. Sasa wanaokodisha meli wameongeza gharama za kukodisha meli. Kama wameongeza gharama, tafsiri yake hata anayeuza mafuta kwa mtu ambaye ni agent lazima aongeze gharama za mafuta. Lakini vile vile tunafahamu makampuni ya bima ya meli, baada ya kuona vuguvugu la vita, makampuni ya bima yameongeza kiasi cha kulipia bima ya meli. Kama wameongeza kiasi cha kulipia bima ya meli, tafsiri yake ni nini? Hata yule mnunuzi wa mafuta naye ataongeza gharama katika mtu anayenunua mafuta. Lakini tusahau kuna kitu katika kununua mafuta kinaita free on board, FOB. Free on board maana yake ni mzigo wa meli utakaochukua mimi ninayekuuzia wewe mnunuzi. Nikishakuuzia wewe mnunuzi, ile bidhaa uliyonunua ninawajibika mimi kuilinda mpaka nitakapokufikishia wewe katika bandari yako. Sasa zile gharama za free on board zimekuwa zimeongezeka. Haya yote yanatokea katika swala zima la mchakato wa ununuzi wa mafuta. Sasa mafuta yanapokuja hapa nchini kwetu yanakuwa yamepitia gharama mbalimbali mpaka yanatufikia katika bandari yetu, bandari ya Dar es Salaam. Sasa haya yote yamepelekea kupanda kwa gharama ya mafuta. Kuna mtu anasema serikali inapandisha mafuta. Kivipi? Ina maana hajui kinachoendelea duniani. Tunaona namna gani anayopotosha watu. Ameongelea tozo kwamba kuna baadhi ya tozo ambazo zinachajiwa na serikali ndio zinazopelekea mafuta kupanda. Tunasema John Heche ni mpotoshaji, kwa sababu tozo zinazozungumzia wewe
ni kuna tozo ya bandari tunaita wharfage. Tozo ya bandari ni shilingi 20, shilingi 20 leo hii kwa Mtanzania kawaida, ile shilingi 20 hata ukikuta umeanguka unaweza usiokote, lakini shilingi 20 ile haiwezi kupelekea mafuta kupanda kwa kiasi hichi. Ili janga la kupanda kwa mafuta ni janga la kidunia, ni janga la kidunia na sio Tanzania peke yake. Kwa nchi za Afrika ziko nchi kadhaa ambazo mafuta yameongezeka kwa kiasi kikubwa zaidi hata ya Tanzania. Fanyeni tafiti ndugu vijana wenzangu. Nendeni Kenya kaangalieni bei ya mafuta. Nendeni pale South Africa, nendeni Nigeria, nendeni Namibia, nendeni Ghana, nendeni kaangalieni bei ya mafuta, alafu mje kuiangalia na bei ya Tanzania tunaonunua mafuta. Lakini hata baadhi ya nchi za Ulaya leo hii wananunua mafuta kwa euro 2 mpaka euro 3. Ukibadilisha sawa sana shilingi 4,000 mpaka 6,000. Sasa sisi Tanzania tunanunua mafuta kwa gharama ya bei shilingi 3,000. Ni bei stahimilivu. Sasa hatuwezi kusema kwamba hili jambo tunaweza tukalikwepa, lakini sisi kama Tanzania hicho ndio kipindi cha kuwa pamoja, cha kushikana ili kuhakikisha tunaenda kudhibiti mfumuko wa bei. Asanteni sana na washukuru sana Watanzania.